Hali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo tunalitukuza jina la Bwana. Nikukaribishe tena katika kozi ya nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Leo kwa mapenzi yake Mungu tunajifunza kutoka sura ya 11 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Sehemu hii kwa pamoja tunaipa jina la kichwa kinachosema ya kuwa dhima ya chakula cha Bwana, au waweza kusema sehemu hii inazungumza kuhusu lengo la chakula cha Bwana. Hivyo ndugu yangu mpendwa, ni kuandae ukamate Biblia yako, ukamate daftari lako na kalamu yako, ili upate nukuu ya kile tunachojifunza katika siku ya leo. Mara baada ya kusema hayo, tupate dua kutoka kwa Mungu ili aweze kutubariki sote. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunaliinua jina lako na kulitukuza kwa kuwa wewe unastahili. Tunakushukuru kwa sababu umetufanya kuwa wazima na wenye afya mpaka kufika wakati huu. Katika changamoto na adha mbalimbali tunazopitia, bado unakuwa pamoja nasi. Tunakuomba wakati huu tunapokwenda kuanza kipindi hiki, wewe ukawe pamoja nasi. Ukaniongoze mimi ninayekwenda kufundisha, ili nifanye hivyo sawa sawa na mapenzi yako, lakini ukamuongoze yeye anayesikiliza ili akasikie, aelewe, na zaidi sana aweke katika matendo. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba haya na kushukuru. Amen. Baada ya mtume Paulo kukemea matumizi mabaya ya chakula cha Bwana katika sura hii ya 11 mstari wa 17 mpaka na wa 22, katika aya ya 23 mpaka aya ya 26, anazungumza kuhusu dhima ya chakula cha Bwana kama ambavyo nimekwisha kukutambulisha. Katika aya ya 17 mpaka aya ya 22 tunaona kuwa Wakristo wa Korintho walikuwa wakikutanika kwa hasara, kwa sababu baadhi ya Wakristo matajiri wa kanisa hili waligeuza ibada kuwa sehemu ya starehe. Si hivyo tu, bali pia waliwafadhaisha Wakristo waliokuwa maskini. Kwa hiyo kimsingi kulikuwa na makosa mawili katika kusanyiko hili. Moja ilikuwa ni matumizi mabaya ya chakula cha Bwana. Walikuja watu na vyakula vyao binafsi na kuanza kula tena wakati wa ibada, na hawakuwa wakiwashirikisha wenzao. Pili, hawakuwa wanashiriki chakula hicho na ndugu maskini. Kwa hiyo baada ya kuwakemea, sasa anawakumbusha kuhusu dhima ya chakula cha Bwana, akisema, hapa tunasoma, anasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akamega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu.
Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Katika aya ya 23 anasema kuwa agizo hilo alilipata kwa Bwana. Kauli hii inaashiria mambo mawili. Jambo la kwanza, mamlaka ya agizo hilo ni ya Bwana na si ya Paulo. Jambo la pili, agizo hilo hakulipokea kwa mwanadamu bali kwa ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Kristo. Hii si mara ya kwanza kwa Paulo kusema hivyo. Katika Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka wa 12 alisema kuwa hakufundishwa injili na mtu awaye yote, bali aliipokea kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo hasemi hivi ili aonekane kuwa yeye ni mtu wa maalum sana. Hasha, bali anataka tuone kuwa mamlaka ya kuadhimisha chakula cha Bwana inatoka kwa Bwana mwenyewe na wala si kwa Paulo. Aya hii ya 23 mpaka aya ya 25 zinarejelea tukio la kuanzishwa kwa chakula cha Bwana ambalo pia lilirekodiwa na Mathayo katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 28, Marko sura ya 14 mstari wa 22 mpaka mstari wa 25, na Luka sura ya 22 mstari wa 14 mpaka mstari wa 20. Injili pacha hizo zimerekodi tukio hilo. Hata hivyo, hii haimaanishi kuwa Paulo alifahamu kuhusu chakula cha Bwana au meza ya Bwana kwa kusoma vitabu hivi. Hapana. Tayari alishasema kuwa alipokea kwa Bwana. Inasadikika ya kwamba wakati Paulo anapokea ufunuo huu, vitabu hivi vya Injili vilikuwa bado havijaandikwa. Kitabu cha Agano Jipya kinachosadikika kuandikwa mapema zaidi kuliko vingine ni kitabu cha Yakobo, ambacho inadhaniwa kitabu hiki kiliandikwa kati ya mwaka wa 45 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 50 baada ya Kristo. Inaaminika kwamba mtume Paulo alianza huduma yake miaka michache baada ya kanisa kuanzishwa katika mwaka wa 33 baada ya Kristo. Ikumbukwe ya kuwa wakati Yesu anahasisi chakula cha Bwana, mtume Paulo hakuwa miongoni mwa mitume 12 walioketi na kula na Yesu usiku ule. Kwa hiyo kama hakufundishwa na mtu, basi inaleta maana zaidi kusema kwamba alipokea ufunuo huo kwa Bwana moja kwa moja. Katika chakula cha Bwana kuna alama kuu 2 ambazo ni mkate usiotiwa chachu na mzao wa mzabibu. Mkate unawakilisha mwili wa Yesu. Mkate huu haupaswi kutiwa chachu au amira. Katika Agano la Kale, mara nyingi chachu au amira iliwakilisha dhambi. Katika kipindi cha sikukuu ya Pasaka, wana wa Israeli waliamriwa kuondoa chachu katika nyumba zao kabisa. Unaweza kupata rejea hii katika kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 6 na mstari ule wa 7. Wana wa Israeli waliamriwa kula mikate isiyochachwa kama ishara ya utakaso na kumbukumbu ya ukombozi. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 14 mpaka wa 20, maandiko marefu kidogo yanatanabaisha namna hiyo. Siku ambayo Kristo alianzisha chakula cha Bwana ilikuwa ni
katika sikukuu hii ya mikate isiyotiwa chachu, na hii ni kulingana na Mathayo sura ya 26 mstari wa 17 mpaka wa 30, na Marko sura ya 14 mstari wa 12 mpaka wa 25, na Luka sura ya 22 mstari wa 7 mpaka wa 20. Maeneo hayo yote utaona Yesu alianzisha chakula cha Bwana katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo baada ya sikukuu hiyo, sikukuu inayofuata ikawa ni ya Pasaka. Kwa hiyo mkate huu ulikuwa ni kivuli cha mwili wa Kristo ambaye hana dhambi. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 na wa 17 inaeleza kuhusu hilo, kwamba sikukuu zile zilikuwa ni kivuli bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambazo zote zilikuwa zinafanyika katika kipindi kimoja, zilikuwa ni kivuli cha mwili wa Kristo. Kuhusu mzao wa mzabibu, Yesu alisema kuwa ni ishara ya damu ya agano. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema kwamba hakuna agano lililofanyika pasipo damu kumwagika. Waebrania sura ya 9 mstari wa 16 mpaka mstari wa 22 inazungumza namna hiyo. Maagano yote yalifanyika kwa damu. Kwa hiyo ikiwa ni lazima damu ya Yesu imwagike ili agano jipya lisimame, jambo hili lilikuwa ni lazima ili agano jipya liweze kusimama. Kwa sababu hiyo, tunaposhiriki chakula cha Bwana tunapaswa kutafakari ujumbe wa chakula hicho. Hiki si aina ya chakula tunachokula ili tuburudike katika miili yetu. Hasha. Ni chakula kilichojaa kumbukumbu ya dhabihu ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Aya ya 26 inasema kwamba tunaposhiriki chakula cha Bwana twaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tangazo hili kulingana na muktadha linafanyika tunaposhiriki chakula hiki na sio vinginevyo. Hali kadhalika, aya hii inatuonesha kuwa tukio hili litakoma pale tu Bwana atakapokuja. Kwa namna hiyo, kwa sasa tukio hili linafanyika kuwa ni la kudumu. Maelezo haya hayakuwa mageni kwa Wakorintho. Hata hivyo, Paulo alitaka kuweka msisitizo zaidi kuhusu dhima ya chakula cha Bwana, ambayo ni 1, kukumbuka mauti ya Kristo, na 2, kutangaza mauti yake. Kwa ujumla wake, haya ndiyo ambayo mtume Paulo alitaka Wakorintho hawa waweze kuyazingatia kuhusu chakula cha Bwana, na ndivyo anavyotutaka na sisi tuweze kuzingatia kuhusu chakula cha Bwana. Baadaye utaona mtume Paulo anaendelea mbali zaidi na kuonesha ikiwa mtu hatofanya sawasawa na maagizo hayo, ni adhabu gani itakayompata. Mungu akitupa uzima, basi tutajadili kuhusu hayo katika aya zinazofuata. Asante na Mungu akubariki.